bali wewe. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Tunaposoma kwenye Petro wa kwanza 2:9, maandiko yanajaribu kuzungumzia, Petro anaandika waraka kwa watu wote, anasema bali ni. Na sentensi yote inapoanza na bali ni, maana ni mwendelezo wa maelezo mengine nyuma, na anajaribu kukutofautisha wewe na watu wengine. Kwa inapoanza kwamba bali ni, maana wewe sio kama watu wengine. Nyinyi sio kama watu wengine. Kwa mtu yoyote anayeokoka sio kama watu wengine. Nakumbuka kwamba utambulisho wako usiwe mazingira yanayokuzunguka wala watu wanaokuzunguka. Neno la Mungu ndio linalokutambulisha kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Kwa Petro wa kwanza 2:9 anasema kwamba bali ni mzao mteule, special creation, ukuhani wa kifalme, royal priesthood, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Je, are you born again? Wewe umeokoka. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni special creation. Wewe ni uzao mteule. Wewe ni wa kipekee. Wewe sio mtu wa kawaida. Usienende kama mataifa wanavyoenda. Usiongee kama mataifa wanavyoongea. Mfumo wako wa kuishi lazima uwe tofauti na watu wengine, maana wewe sio kama wao. Asema bali nyinyi kanisa, bali wewe uliookoka sio kama watu ambao hawajaokoka. Wewe ni uzao mteule. Wewe ni mzao mteule. You are special creation. Special creation. Wewe sio kama watu wengine. Kuongea kwako lazima kuwe tofauti na watu wengine. Kuenenda kwako lazima kuwe tofauti na watu wengine. Mwenendo wako lazima uwe tofauti na watu wengine, maana wewe sio kama wao. Bali wewe. Sentensi yote inapoanza na neno bali, maana yake anataka kukutofautisha wewe na watu wengine. Bali ninyi ni mzao mteule, special creation. Wewe ni wa kipekee. You are unique. Wewe ni royal priesthood, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Wewe ni sehemu ya familia ya Mungu. Ulipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umefanyika mshirika wa tabia za uungu. Asili ya Mungu ipo ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Asema bali ni. Alikuwa anajibu, inawezekana kanisa lilikuwa linajiona kama watu wengine. Wanaenenda kama watu wengine, wanaongea kama watu wengine. Petro akisukumwa na Roho Mtakatifu akaandika waraka huu kwa watu wote, akasema kwamba analiambia kanisa, bali ninyi ni mzao mteule, bali ninyi ni special creation. Kama umeokoka usijidharau. Wewe ni mzao mteule. Wewe ni special creation. Wewe ni kuhani wa kifalme. Wewe ni taifa takatifu. Wewe ni mtu wa milki ya Mungu. Wakati mwingine usipojijua wewe ni mtu wa namna gani, utaishi anyhow. Ishi ukitambua kwamba wewe ni mzao mteule. Wewe ni kuhani wa kifalme. Wewe ni taifa takatifu. Wewe ni mtu wa milki ya Mungu. Paulo anaandika kwenye Waefeso 2 ya kwamba bali tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Wewe ulipookoka umeingia kwenye familia ya Mungu.
Mungu ni baba yako. Tunaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 anasema, tazameni ni pendo la namna gani na kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Wewe umefanyika mshirika wa tabia za uungu. Asili ya Mungu ipo ndani yako. Wewe ni mzao mteule, wewe ni ukuhani wa kifalme, wewe ni taifa takatifu, wewe ni miliki ya Mungu. Acha kujidharau. Usijione kwamba wewe ni mtu wa kawaida. Usiishi kama mataifa wanavyoishi. Usiishi katika dhambi kama watu wengine wanavyoishi katika dhambi. Mwenendo wako uwe mzuri kati ya mataifa, maana wewe ni uzao mteule. Mfumo wako wa kuishi usiwe sawasawa na watu wa dunia hii. Nikasema msifuatishe namna ya dunia hii. Usifuatishe namna ya dunia hii. Wewe ni mzao mteule. Wewe ni ukuhani wa kifalme. Usifuatishe namna ya dunia hii. Usifuatishe namna ya dunia hii. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka wewe sio kama watu wa mataifa. Kama umeokoka, wewe ni mzao mteule. Wewe ni special creation. Wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Kuenenda kwako kuwe tofauti na watu wengine. Kuwaza kwako kuwe tofauti na watu wengine. Maisha yako yako tofauti na watu wengine. Kutenda kwako kila jambo kuwe tofauti na watu wengine. Maana wewe ni mzao mteule, wewe ni ukuhani wa kifalme, wewe ni taifa takatifu, wewe ni miliki ya Mungu. Wewe ni miliki ya Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, uendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza comment. Na maisha yako yatabakia jinsi yalivyo katika jina la Yesu, jina lenye uweza. Amen.